Katikati ya Nairobi, miongoni mwa majiji machache yenye kashikashi nyingi, ukionacho hapa sio sherehe bali ni huzuni yenye hisia kali. Kinachoonekana hapa kitofautiani na kile kilichotokea miezi kadhaa iliyopita. Mara hii sio tena kuhusu bajeti, bali ni kifo cha kijana mwenye ndoto aliyetaka kulibadilisha taifa lake kupitia hoja zake mwenyewe, lakini jeshi la polisi likakatiza ndoto hiyo. Mimi nimekasirika tu. I'm ready to attack bullet. Ingie toke. I will not nilikufa nikipigania kwa wananchi. How much is enough? How much? No. We can't take this hatuwezi. No. Enough is enough and what we're fighting for. Tunataka good governance and accountability. I will deploy at the right police city mortuary. Now, mnataka kuchunga maiti. Kwa kuwa yeye amelala, Gen Z hawa wamesimama kidete kupigania haki yake, huku jeshi la polisi likiingia lawamani kuhusu kifo cha mwanaharakati Albert Omondi Ojwang. Wakajitambulisha kwamba wao wametoka DCI Nairobi. Kijana ametusi mkubwa wao, kwa hivyo wametuma kutoka Nairobi waje nyumbani kumchukua huyu mtoto. Wanadamu wanaotiliwa mashaka wametoa maamuzi kuwa miaka yake 31 ya kula bata ulimwenguni imefikia tamati. Alitoka akiwa mzima katika kijiji cha Kakoth, Homa Bay, na sasa anarejea katika usafiri usiopendwa na wengi. Umaarufu wake wa kutoa hoja za kuipinga serikali kupitia mitandao ya kijamii ni kama umemtokea puani, huku wengi wakijiuliza kuhusu iwapo ahadi zinazotolewa na wale wanaomba mamlaka na kuja kupiga magoti kwa wananchi kila baada ya miaka mitano ni simulizi ya kuogopesha na kusikitisha. If we do not terminate Kasongo dictatorship as Gen Zs, we are going to go down as a failed generation, and we are not going to allow that to happen. The government is corrupt and the system is corrupt, and we have to wipe away all the system. Na tumekataa, and we will still be fighting for this justice until we get the justice. Katikati ya bajeti yenye utata unaibuka utata, huku kitendo hichi kikiturejesha katika vitabu vya wajuzi wa mambo ya kuwa damu isiyo na hatia itazidi kugonga hodi katika malango ya wanaoipenda bendera. Alikamatwa Juni 7 mwaka huu baada ya kudaiwa kusambaza taarifa zisizo za kweli kuhusu kaimu inspekta wa jeshi la polisi Eliud Langat, ambaye kwa sasa kichwa kinawaka moto kuhusu kifo cha Gen Z huyo. Na kama Ruto hawezi toka nje atoe Lagat kwa kiti, sisi kama vijana tutamtoa. Hata kama tunamngoa hapa ndani. Hapa sasa wamefunga hapa ndani juu wanamaficha Lagat. Tumeenda huku bado ni kama wameficha. Lakini tutakubali tunapigwa na live bullet na tutarudi nyuma. Sasa chungu kiko mafigani na mpishi yuko mashakani. Atachagua mwenyewe kilichoiva au kibichi, kwa kuwa walaji wameketi uwani. Jina langu ni Dennis Samoka.